Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 17 na 18. Na baada ya siku 6, Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faraghani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Eliya wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwepo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya. Alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifudifudi, wakaogopa sana. Yesu akaja, akawagusa, akasema, inukeni, wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akasema, msimwambie mtu yeyote habari ya maono hayo, hata Mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, basi, kwa nini waandishi hunena ya kwamba imempasa Eliya kuja kwanza? Naye akajibu akawaambia, kweli Eliya yuaja kwanza, naye atatengeneza yote. Ila nawaambia ya kwamba Eliya amekwisha kuja, wasimtambue, lakini wakamtenda yote waliyotaka. Vivyo hivyo Mwana wa Adamu naye yuaenda kuteswa kwao. Ndipo wale wanafunzi walipofahamu ya kuwa amesema nao habari za Yohana Mbatizaji. Nao walipoufikia mkutano, mtu mmoja akamjia, akampigia magoti akisema, Bwana, umrehemu mwanangu, kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya. Maana mara nyingi huanguka motoni na mara nyingi majini. Nikamleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumponya. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku kwangu. Yesu akamkemea pepo, naye akamtoka, yule kijana akapona tangu saa ile. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faragha, wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana amin nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Nao walipokuwa wakikaa Galilaya, Yesu akawaambia, Mwana wa Adamu anakwenda kutiwa katika mikono ya watu, nao watamuua, na siku ya 3 atafufuka. Wakasikitika sana. Hata walipofika Kapernaumu, wale watozao nusu shekeli walimwendea Petro wakasema, je, mwalimu wenu hatoi nusu shekeli? Akasema, hutoa. Naye alipoingia nyumbani, Yesu alitangulia kumuuliza akisema, waonaje Simon? Wafalme wa dunia hutoa kodi ama ushuru kwa watu gani? Kwa wana wao au kwa wageni? Naye aliposema kwa wageni, Yesu alimwambia, basi kama ni hivyo, wana ni mahuru. Lakini tusije tukawakwaza, enenda baharini, ukatupe ndoana, ukatwae samaki yule azukaye kwanza, na ukifumbua mdomo wake utaona shekeli. Ichukue hiyo ukawape kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Saa ile wanafunzi wakamwendea Yesu wakisema, ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Akaita mtoto mmoja, akamweka katikati yao, akasema, amin nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Basi
yeyote ajinyenyekeshaye mwenyewe kama mtoto huyu, huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Na yeyote atakayempokea mtoto mmoja mfano wa huyu kwa jina langu, anipokea mimi. Bali atakayemkosesha mmojawapo wa wadogo hawa waniaminio, yamfaa afungiwe shingoni jiwe kubwa la kusagia na kutoswa katika kilindi cha bahari. Ole ni wa ulimwengu kwa sababu ya mambo ya kukosesha, maana hayana budi kuja mambo ya kukosesha, lakini ole wake mtu yule aliletaye jambo la kukosesha. Basi mkono wako au mguu wako ukikukosesha, ukate ukautupe mbali nawe. Ni afadhali kuingia katika uzima hali umepungukiwa na mkono au mguu, kuliko kuwa na mikono miwili au miguu miwili na kutupwa katika moto wa milele. Na jicho lako likikukosesha, ling'oe ukalitupe mbali nawe. Ni afadhali kuingia katika uzima una chongo, kuliko kuwa na macho mawili na kutupwa katika jehanamu ya moto. Angalieni msidharau mmojawapo wadogo hawa, kwa maana nawaambia ya kwamba malaika wao mbinguni siku zote huutazama uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Kwa maana Mwana wa Adamu alikuja kukiokoa kilichopotea. Mwaonaje? Mtu akiwa na kondoo 100, mmoja akampotea. Je, hawaachi wale 99 akaenda milimani na kumtafuta yule aliyepotea? Hata akipata kumwona, amin nawaambia, amfurahia huyo zaidi kuliko wale 99 wasiopotea. Vivyo hivyo, haipendezi mbele za Baba yenu aliye mbinguni kwamba mmoja wa wadogo hawa apotee. Na ndugu yako akikukosa, enenda ukamwonye, wewe na yeye peke yenu. Akikusikia, umempata nduguyo. La, kama hasikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili, ili kwa vinywa vya mashahidi 2 au 3 kila neno lithibitike. Na asipowasikiliza wao, liambie kanisa. Na asipolisikiliza kanisa pia, na awe kwako kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru. Amin nawaambieni, yoyote mtakayoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa kuwa walipo 2 watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi, nami nimsamehe? Hata mara 7? Yesu akamwambia, sikuambii hata mara 7, bali hata 7 mara 70. Kwa sababu hii ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake. Alipoanza kuifanya, aliletewa mtu mmoja awiwaye talanta 10,000. Naye alipokosa cha kulipa, bwana wake akaamuru auzwe, yeye na mkewe na watoto wake na vitu vyote alivyo navyo, ikalipwe ile deni. Basi yule mtumwa akaanguka akamsujudia akisema, Bwana, nivumilie, nami nitakulipa yote pia. Bwana wa mtumwa yule akamhurumia, akamfungua, akamsamehe ile deni. Mtumwa yule akatoka, akamwona mmoja wa wajoli wake aliyemwia denari 100, akamkamata, akamshika koo akisema, nilipe uwiwacho. Basi mjoli wake akaanguka miguuni pake, akamsihi akisema, nivumilie nami nitakulipa yote pia. Lakini hakutaka, akaenda akamtupa kifungoni hata atakapoilipa ile deni. Basi wajoli wake walipoyaona yaliyotendeka, walisikitika sana. Wakaenda wakamweleza bwana wao yote yaliyotendeka. Ndipo bwana wake akamwita akamwambia, ewe mtumwa mwovu, nalikusamehe
wewe deni ile yote uliponisihi. Nawe je, haikukupasa kumrehemu mjoli wako kama mimi nilivyokurehemu wewe?" Bwana wake akaghadhibika, akampeleka kwa watesaji hata atakapoilipa deni ile yote. Ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda ninyi, msiposamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake.